Habarini tena kwa mara nyingine. Sasa katika hii video naenda kuonyesha namna ya kufanya KYC ya app ya FMC Pay Exchange. Ili kufanya KYC ya FMC Exchange, baada ya kujisajili kule, ikishakipeleka kujisajili kule kupitia Chrome, ukishajisajili unatabidi uwe na app ya FMC Pay Exchange ili uweze kufanya KYC. Sasa ili uweze kupata app yake inabidi uingie Play Store, ambapo utaingia Play Store kama hivi ninavyoingia, na utaenda kufanya hivyo hivyo. Utaingia Play Store yako, Play Store, utaingia Play Store. Ukishaingia Play Store, utaingia neno search hapo, uta search, utaandika FMC Pay Exchange hii hapa utaibonyeza. Shaibonyeza itakuja hapa FMC Pay Exchange, unatakiwa download ni hapa. Hii hapa. Hii inayoizungushia hii. Sasa mimi nimesha download hivyo, hapa nitabonyeza open. Ita open, itakuja moja kwa moja hapa. Ukishakuja hapa hivi utakutana na hili neno verify. Ila kwa wewe hapo kwa mara kwanza itabidi login kupitia username yako pamoja na password yako ambayo ulizitumia kujisajilia. Utabonyeza hapa verify now, utabonyeza hapo. Hapo hivyo utabonyeza verify now hapa chini. Utabonyeza. Shabonyeza hapa, watakwambia hivi government issued ID. Hapa hivi select your country. Utabonyeza hapa select your country. Utachagua hapo, utabonyeza hapa search. Utabonyeza takapa paste name, jina lako la kwanza. Tuseme mimi hapa naandika James. Jina langu la kwanza James. La pili hapo naandika haya birthday, utaandika tarehe yako kuzaliwa. Utabonyeza hiki kialama hiki hapa. Hiki utabonyeza hapo ili uweze kuingiza. Utachagua hapa mwezi, hapa tarehe, huku mwaka. Tuseme umezaliwa mwezi wa kwanza, utaweka hapo mwezi wa kwanza. Tarehe tuseme tarehe 5. Hiyo hapo utaweka. Tuseme tarehe 4, utaweka 4. Tuseme mwaka 2024, utaweka hapo hivyo 2024. Hapo hivyo inasomeka 2000 tarehe mwezi wa kwanza tarehe 4 2024, kisha utabonyeza confirm. Baada hapo utaandika card number. Hapa kwenye card number utajaza namba yako ya kadi. Tuseme namba yako ya NIDA kama unatumia kitambulisho cha NIDA kufanya KYC. Hapo hivyo utaandika hapo, utaandika namba yako ya kitambulisho cha NIDA, ni namba yako ya NIDA. Kama unatumia kitambulisho cha mpiga kura utaandika namba yako ya kadi ya mpiga kura. Kama unatumia leseni ya udereva utaandika namba yako ya kadi iliyokuwa kwenye leseni ya udereva. Kama unatumia passport utaandika namba yako ya passport. Hapo passport ya kusafiria, sio passport size ya picha, ni passport ya kusafiria. Baada ya hapo, ila kwa vile mimi naelekeza nyinyi hapa, naandika nabuni tu namba yoyote nabuni ili niweze kuelekeza. Baada hapo utaambiwa city, yani jiji ulilopo. Tuseme kama upo Mbeya, upo Mwanza, upo Dar es Salaam, upo wapi, utaandika hapo. Tuseme mimi hapa naandika Dar es Salaam. Baada hapo utaambiwa district maana yake wilaya. Upo mkoa wa Dar es Salaam, wilaya gani? Tuseme kuna wilaya ya Temeke, kuna wilaya ya Ubungo, kuna wilaya ya Ilala, kuna wilaya zinginezo. Tuseme hapa naandika Temeke wilaya. Address ni anwani yako. Anwani tuseme mimi nitaandika hivi. Andikeni hivi p.o.box 200 Mkwaju, alafu naandika mtaa niliopo. Nipo wilaya ya Temeke, mtaa gani? Hapa tuseme naandika kata ya Mbagala hivyo hapo. Expire, kitambulisho chako kina expire lini? Kama kitambulisho chako hakina expire date utaweka kama hivi ninavyoweka mimi. Kama kinacho expire date utaweka ile kopo kwenye kitambulisho. Ila kwa wale ambao vitambulisho vyao havina expire date mtaweka hivi. Mtaweka hapo mwezi Disemba tarehe 30, au tarehe utaweka yoyote ile. Alafu mwaka 2040, kisha utabonyeza confirm. Baada ya hapo utakuwa umemaliza nyaraka za hapo. Utabonyeza neno hili hapa confirm. Hakikisha nyaraka za hapa zote umejaza kwa usahihi. Baada ya hapo utaambiwa ID card front side. Hapa ID card front side maana yake upige kitambulisho chako picha ya mbele ya kitambulisho.
ni hapa ID front side, picha ya mbele ya kitambulisho chako ipige picha, hakikisha inaonekana vizuri kabisa kama mfano huu hapa waliokupa. Hakikisha kona zote 4 zinaonekana, hakikisha maandishi yote yanaonekana pamoja na picha kwenye kitambulisho. Alafu hapa hivi ID back side, picha ya nyuma ya kitambulisho chako. Tuseme mimi hapa nabuni, sina kitambulisho ila nabuni ili niweze kuelekeza hatua inayofuata. Ukishabonyeza pale kwa sehemu ya ID front side, itakuleta upande wa kamera kama hivi. Mimi hapa nipo kwenye giza, napiga tu picha ya giza, sipigi kitambulisho. Napiga hivyo. Ukishapiga utabonyeza hiki hapa. Hiki kialama hiki. Hapa hivi kubadilisha kamera, kuweka tuseme kamera unataka ya mbele au ya nyuma, unaweka hapo kisha unapiga. Sasa mimi napiga hapo. Naona inasumbua, lakini ndio hivyo. Utabonyeza hapo, utapiga, na hapa hivi ili kupiga kitambulisho chako utabonyeza hiki kialama ndani ya box front side, upande wa mbele wa kitambulisho chako. Alafu hapa hivi ID back side, upande wa nyuma kitambulisho chako utapiga nacho, hakikisha kinaonekana kona 4 zote vizuri na maandishi yanasomeka vizuri. Kisha baada hapo hapa hivi kutakuta alama ya njano hapa walipoandika continue, utapabonyeza. Ukishapabonyeza hapa itakupeleka ukurasa mwingine, utabukuta tena kwa chini kuna alama ya njano, utabonyeza continue. Alafu utakutana na sehemu inabidi upige picha sura yako. Utaenda pale utaipiga picha sura yako, hakikisha sura yako yote inaonekana vizuri, upo sehemu yenye mwanga. Na pia ili kufanya KYC yako iende vizuri, hakikisheni mnafanya KYC mchana, yani kuwe na mwanga, yani mwanga tu hata asubuhi, lakini kuwe na mwanga. Msifanye KYC kwa kutumia mwanga wa taa ya umeme, kidogo mwanga unakuwa hafifu na picha inakuwa na matatizo, yani tuseme inakuwa kama na ukungu fulani hivi. Ndio hivyo hapo kwenye upande wa KYC. Natumaini mmenielewa. Kwa ambaye atakuwa na shida, katika description ya video hii hapo nitaweka link ya group la WhatsApp ambapo shida zote mtakuja kuzielezea huko. Na kwa ambaye hajajiunga bado FMC Pay Exchange, nitaweka hapo link chini ya description ili aweze kujiunga. Asanteni.